Mtindo wa maisha unawafanya wengi kutumia magari au usafiri wa aina nyingine hata katika eneo la umbali mfupi tu. Kama wazee wetu walivyoishi kwa kutembea, hata sisi tunajionea jinsi walivyo kakamavu na walivyoishi kwa muda mrefu. Miongoni mwa mazoezi mepesi yasiyo na masharti ni kutembea, na hauhitaji vipimo vya afya kuweza kufanya zoezi, na badala yake unahitaji mavazi yasiyokwaza pamoja na mahali pa kutembea. Tazama video hii mwanzo mpaka mwisho ni kuelekeza mambo 10 yatakayotokea mwilini mwako ikiwa unatembea kila siku. Lakini kabla sijaanza, usisahau kusubscribe, kucomment na kulike ili unufaike na Bongo Fresh TZ. Namba 10, kutembea kila siku kunasaidia kuboresha afya ya ubongo wako kwa kuongeza mtiririko wa damu, kupunguza hatari ya kupoteza kumbukumbu na kuboresha akili yako kwa kupunguza msongo wa mawazo. Utafiti katika Chuo Kikuu cha Kansas umefichua kuwa mazoezi yanasaidia kupunguza hatari ya kupata ugonjwa wa Alzheimer. Ugonjwa huu unapelekea kusababisha matatizo ya kukosa kumbukumbu na kupata msongo wa mawazo. Zaidi ya watu milioni 35 ulimwenguni kote wanaugua ugonjwa wa Alzheimer. Na cha kusikitisha ni kwamba hali inazidi kuwa mbaya. Wanasayansi wanatabiri kuwa idadi hii itaongezeka maradufu katika miaka 20 ijayo. Habari njema ni kwamba ni kwa watu wote ambao wanafanya mazoezi ya mwili katika maisha yao yote, wana uwezekano mdogo wa kupata ugonjwa huu kuliko wale ambao hawafanyi mazoezi ya kutembea kabisa. Namba 9, kuboresha afya ya macho yako. Kutembea kuna faida nyingi kwa afya ya macho. Kwanza, kutembea huongeza mzunguko wa damu mwilini ikiwa ni pamoja na macho. Hii inasaidia kusambaza virutubisho na oksijeni muhimu kwa seli za macho na hivyo kuboresha afya yako kwa ujumla. Pia kutembea kunasaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya macho yanayohusiana na umri kama vile glaucoma na macular degeneration. Glaucoma ni ugonjwa unaoharibu macho na kutembea kunaweza kusaidia kupunguza shinikizo la macho. Ugonjwa wa macular degeneration huathiri sehemu ya kati ya retina na kutembea kunaweza kusaidia kupunguza hatari ya ugonjwa huu kwa kuboresha afya ya mishipa ya damu na kupunguza uvimbe. Vile kutembea kunaweza kusaidia kudhibiti uzito wa mwili na kupunguza hatari ya magonjwa mengine yanayoathiri macho kama vile ugonjwa wa kisukari. Kisukari kinaweza kusababisha matatizo ya macho kama vile ugonjwa wa retina ya kisukari na kudhibiti uzito. Namba 8, kuzuia ugonjwa wa moyo. Pengine unafahamu vyema ukweli kwamba kukimbia hufanya moyo wako kuwa na nguvu, lakini kulingana na Jumuiya ya Moyo ya Amerika, unasema kutembea kunasaidia kuzuia ugonjwa wa moyo na kiharusi. Matembezi ya kila siku ya nusu saa husaidia kuepuka matatizo makubwa kama vile ugonjwa wa moyo kwa kupunguza shinikizo la damu na viwango vya juu vya cholesterol na kuboresha mzunguko wako wa damu. Namba 7, kuongeza uwezo wa mapafu kufanya kazi vizuri. Wakati wa kutembea unahitaji kupumua kwa kina zaidi ili kupata oksijeni ya kutosha. Hii inasaidia kupanua mapafu na kuimarisha misuli ya kupumua ambayo inaboresha ufanisi wa mapafu. Pia kutembea husaidia kusafisha mapafu ambapo husaidia kuondoa uchafu na bakteria kutoka kwenye mapafu. Hii hupunguza hatari ya maambukizi ya mapafu na inaboresha afya ya mapafu kwa ujumla. Vile kutembea kunaweza kupunguza hatari ya magonjwa ya mapafu. Uchunguzi unaonyesha kuwa kutembea mara kwa mara kunaweza kupunguza hatari ya magonjwa kama vile ugonjwa sugu wa mapafu, COPD na pumu. Hii ni kwa sababu kutembea huimarisha mapafu na pia husaidia kupunguza uvimbe na kuboresha afya ya moyo na mishipa. Namba 6, kutembea huleta faida kwenye kongosho. Amini usiamini, ukifanya kutembea kama njia ya mazoezi yako, utashangazwa na matokeo yake kwani husaidia kuzuia ugonjwa wa kisukari, kwa hiyo ni heri kutembea kuliko kukimbia. Katika utafiti wa Chuo Kikuu cha Duke, kipindi cha majaribio ya miezi 6, kikundi cha watembea kwa miguu walionyesha jinsi sukari yao ya mwili ilivyokuwa sawasawa kuliko kikundi cha wakimbiaji.
Namba 5, kutembea husaidia chakula kusagika vizuri. Nusu saa tu ya kutembea kila siku husaidia kupunguza hatari ya kupata colon cancer, ambayo ni kansa ya utumbo mkubwa. Lakini pia inaboresha usagaji chakula na kudhibiti kinyesi. Habari njema kwa wale ambao wanakabiliwa na kuvimbiwa kwa muda mrefu. Unatakiwa uwe unatembea ili uweze kunusulika na colon cancer. Ukweli huu wa kushangaza uligunduliwa katika uchunguzi wa wanaume na wanawake, zaidi ya watu 1.5 ambapo viwango vya shughuli vililinganishwa na idadi ya wale waliopata colon cancer na kufa nayo. Namba 4, mifupa na viungo kuimarika. Kutembea kuna faida nyingi kwenye viungo na mifupa yako, na hii inasaidia kuimarisha mifupa kwa kuongeza msongamano kwenye madini, ambayo hupunguza hatari ya kupata ugonjwa wa mifupa ndani ya mwili wako. Pia kutembea husaidia kulainisha viungo, kupunguza maumivu. Vile kutembea ni mazoezi bora kwa afya ya viungo na mifupa, na inashauriwa uwe na angalau dakika 30 za kutembea kwa wastani kwa siku ili kupunguza maumivu na kuvimba kwa viungo. Namba 3, husaidia kutuliza maumivu ya mgongo na kuboresha mzunguko wa damu. Kutembea huongeza mzunguko wa damu kwenye eneo la mgongo. Hii husaidia kusambaza virutubisho na oksijeni kwenye tishu, na hivyo kupunguza uvimbe na maumivu. Pia kuimarisha misuli. Kutembea husaidia kuimarisha misuli ya nyuma. Misuli yenyewe hutoa nguvu na msaada bora kwenye mgongo. Namba 2, kutembea husaidia misuli kuimarika. Misuli ya miguu husaidia mwili wako kuwa imara kwa sababu wakati unatembea nyuzi za misuli hujijenga na kujiimarisha zaidi. Pia kuboresha mzunguko wa damu kwenye misuli. Kutembea huongeza mzunguko wa damu na kusaidia kusambaza virutubisho na oxygen kwenye misuli, na hiyo kuwezesha ukuaji na ukarabati bora wa misuli yako. Namba 1, kutembea husaidia kudhibiti uzito. Kutembea husaidia kuchoma kalori ambayo husaidia katika kupunguza uzito au kudumisha uzito wenye afya. Bonus, mbali na kutembea kama zoezi, kutembea kwa starehe vile kunaweza kuleta faida na afya mwilini. Wataalamu wa afya na mazoezi wanasema watu wanaotembea mara kwa mara huwa na faida moja kubwa ya uwezekano wa kuishi muda mrefu kuliko wale wanaotumia magari kwa muda mrefu. Na tafiti zinaonyesha kuwa mtu mwenye kujenga tabia ya kufanya mazoezi ya kutembea anajiongezea nafasi ya kuwa na mwili wenye afya njema, imara na usio hatarini ya kushambuliwa na maradhi. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare ili watu wapate kunufaika kupitia wewe. Asante na karibu Bongo Fresh TV.